Katika bara la Afrika, kuna nchi moja yenye historia ya mapambano, utajiri wa utamaduni na vipaji vya ajabu. Nchi ambayo jina lake linapotajwa, linabeba uzito wa mashujaa wa kale na nyota wa kisasa. Ghana. Lakini je, Ghana ni nchi ya ndoto au changamoto? Je, kijana wa kawaida anaweza kuibuka kutoka mitaa ya Accra na kufikia viwango vya kimataifa? Na je, kuna hadithi ya kweli ya kijana aliyepambana na kila hali ili kutimiza ndoto yake ya soka? Leo tunakuletea simulizi ya kipekee. Safari ya kijana ambaye alizaliwa na ndoto, akalelewa na mazingira magumu na hatimaye akageuza ndoto kuwa uhalisia. Lakini kabla hatujamtaja jina lake, hebu tuzungumzie chanzo cha ndoto zake. Ghana ni nchi ya Afrika Magharibi iliyopata uhuru wake mwaka 1957 chini ya uongozi wa Kwame Nkrumah. Ni nchi ya dhahabu, kakao na soka. Kutoka kwa akina Abedi Pele hadi Michael Essien, Ghana imekuwa kiwanda cha nyota wa soka. Katika mitaa ya Accra, Kumasi na Tamale, watoto hucheza mpira kwa viatu vilivyotoboka, kwa mipira ya plastiki, lakini kwa mioyo iliyojaa ndoto. Ndoto ya kuvaa jezi ya taifa, ya kusafiri nje ya nchi, ya kusikika kwenye redio na televisheni. Lakini ndoto hizo hutimia kwa wachache, na mmoja wa hao wachache ni kijana kutoka Nungua, mtaa wa kawaida jijini Accra. Ni nani huyu? Jina lake ni Jonathan Sowah. Alizaliwa tarehe 1 Januari 1999 katika mtaa wa Nungua, jijini Accra. Mtaa wa kawaida lakini wenye vipaji vinavyopambania ndoto. Alilelewa na wazazi wa kawaida lakini waliomfundisha thamani ya bidii, heshima na ndoto. Jonathan hakuwa na viatu vya bei ghali, hakuwa na uwanja wa kisasa, lakini alikuwa na kitu kimoja tu, ndoto. Ndoto ya kuwa mchezaji wa soka, ndoto ya kuwakilisha Ghana, ndoto ya kusikika duniani. Jonathan alikulia katika familia yenye maadili. Baba yake alikuwa fundi mchundo, mama yake mfanyabiashara mdogo wa sokoni. Wazazi wake walimlea kwa upendo, lakini maisha hayakuwa rahisi. Umaskini, ukosefu wa vifaa vya michezo na changamoto za shule vilikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Alianza kucheza mpira akiwa na umri wa miaka 6. Alikuwa akicheza mitaani na marafiki zake, akitumia mipira ya plastiki na viatu vilivyotoboka. Lakini hata katika mazingira hayo, kipaji chake kilianza kung'aa. Alijiunga na timu ya vijana ya mtaa wake, Dambot Football Club. Hapo ndipo alipoanza kujifunza mbinu za kisasa za soka. Alifundishwa nidhamu, uelewa wa nafasi na mbinu za kufunga. Baada ya kung'ara katika mashindano ya vijana, Jonathan alijiunga na klabu ya Medeama Sport Club, moja ya klabu zinazokuza vipaji nchini Ghana. Alifunga mabao muhimu, akisaidia timu kushinda mechi za ligi ya ndani. Mnamo mwaka 2024, alihamia Tanzania na kujiunga na klabu ya Singida Big Stars. Hapo ndipo jina lake lilianza kusikika. Alifunga mabao ya ushindi, akapachika hat-trick dhidi ya Coastal Union na kuonyesha kuwa Ghana bado ina hazina ya vipaji. Mnamo Agosti 2025, Simba Sport Club ilimchukua rasmi. Jezi namba 3 ikawa yake. Mashabiki wakaanza kumuita mnyama mpya wa Msimbazi. Katika mechi zake za mwanzo, Jonathan alifunga mabao ya ushindi dhidi ya timu kama Fountain Gate. Alionyesha kuwa si tu mchezaji bali ni kiongozi uwanjani. Kasi yake, uwezo wa kupenya ngome za wapinzani na uelewa wa nafasi vilimfanya kuwa kipenzi cha mashabiki wa Simba. Lakini haikuwa safari laini. Katika mechi ya CAF Champions League dhidi ya Yanga, Jonathan alikosa penalti muhimu. Mashabiki walimkosoa na kocha wake Evans Adotei alimtaka ajitathmini. Hii ilikuwa changamoto ya nidhamu na utulivu. Ukweli bila kuficha. Jonathan ni mchezaji mwenye hasira. Wakati mwingine huonyesha jazba uwanjani, hasa anapokosa nafasi au kukosolewa. Amepewa kadi nyekundu mara moja na mara kadhaa ameonywa kwa maneno makali kwa wachezaji wenzake.
Katika mechi dhidi ya Azam FC, alionekana kugombana na beki wa timu pinzani, jambo lililomfanya apoteze umakini. Hii ni changamoto ya tabia ambayo bado inahitaji kufanyiwa kazi. Lakini pia ni mchezaji mwenye moyo wa kupambana. Anaonyesha hasira kwa sababu anataka ushindi. Je, ni hasira ya kujenga au ya kuharibu? Hilo ni swali ambalo mashabiki wa Simba wanajiuliza. Ngazi ya sifa, Jonathan amecheza mechi 3 za kimataifa akiwa na jezi ya Ghana. Ingawa hajafunga bao, uwepo wake uwanjani unaonyesha kuwa ana nafasi ya kuwa nyota wa taifa. Kocha wa Ghana amemwita mara 2 na anatarajiwa kuwa sehemu ya kikosi cha Kombe la Mataifa ya Afrika. Mbinu na mtindo wa uchezaji. Jonathan anajulikana kwa kasi ya juu, uwezo wa kupiga mashuti kwa usahihi, uelewa wa nafasi, uwezo wa kupambana na mabeki, nidhamu ya hali ya juu licha ya changamoto. Mbinu zake zimekuwa msaada mkubwa kwa timu anazochezea, hasa katika mechi ngumu dhidi ya wapinzani wa kiwango cha juu. Maisha nje ya uwanja. Ingawa hana taarifa nyingi za maisha binafsi kwenye vyombo vya habari, Jonathan ni mtu mwenye maadili, anayejitolea kwa jamii na anayeheshimu mashabiki wake. Ana ndoto ya kusaidia vijana wa Ghana na Tanzania kupitia miradi ya michezo na elimu. Ndoto na malengo. Jonathan Soa ana ndoto ya kucheza soka Ulaya, hasa katika ligi kubwa kama Premier League au La Liga. Pia anataka kuwa mfano kwa vijana wa Kiafrika, akionyesha kuwa kwa bidii na nidhamu, ndoto zinaweza kutimia. Hitimisho. Kutoka mitaa ya Nungua hadi viwanja vya Benjamin Mkapa, Jonathan Soa ameonyesha kuwa ndoto zinaweza kutimia. Lakini safari bado haijaisha. Je, ataingia Ulaya?